Bwana asifiwe. Nilikuwa naendelea kutoa mfano wa namna mbili hizo ambazo nimezitolea kielelezo, namna ya kufundisha na namna ya kujifunza. Kwa hiyo mfano mzuri sana wa kujifunza ni wa watoto katika mazingira wanayoyaishi. Kwa hiyo watoto watajifunza vile vitu ambavyo wanaviona, wanavisikia kutoka kwa watu wanaowazunguka automatically. Yani ile inakuwa seamless kabisa. Ukisikia mtoto anatukana, unajua kwamba ametoa wapi hayo matusi. Ukisikia mtoto anaongea lugha fulani, unajua amejifunza wapi hiyo lugha. Ukisikia mtoto anaongea kwa namna fulani, unajua amejifunza wapi hicho anachokiongea. Ukisikia mtoto au ukiona mtoto anafanya vitu fulani, yani ni moja kwa moja tu unajua kwamba hivyo vitu kavitoa wapi. Kuna msemo wa Kiswahili unasema mtoto umleavyo ndivyo akwavyo. Kwa hiyo najaribu kutofautisha sasa hizi namna mbili za kwenda shuleni na kufundishwa na kujifunza. Namna ya hii ya kujifunza ina mguso mkubwa, ina ufanisi mkubwa sana kwenye maisha ya watu kuliko ya kufundishwa. Kwa kama wewe ni mfanyabiashara unawafundisha watoto wako, sio unawafundisha watoto wako, wanajifunza jinsi wanavyofanya biashara zako moja kwa moja. Ile inakuwa ni automatic. Kwa wanajifunza moja kwa moja, na mara nyingi watoto hupenda kuwa kama wazazi wao, kwa sababu wazazi ndio watu wa karibu kuliko watu wengine wowote wanaokuwa nao tangia wanavyoanza maisha yao. Mara nyingi sana watoto watataka kuwa kama wazazi wao. Sasa kama kuna upendo katika familia, kuna integrity, kuna uadilifu kwenye familia, ule uadilifu ndio utajenga misingi ya watoto. Haitokei tu watoto wakaanza kuwa na tabia za ajabu, wakaanza kuwa walevi na kadhalika. Haitokei tu, huwa inatokana na looseness iliyopo katika mazingira ya maisha ya mtu. Unaweza kawa mtu kama mimi, labda ninafanya kazi ya huduma hivi, halafu baadaye nakuja kukuta watoto wangu wenyewe hawataki kabisa, they don't want anything to do with what I'm doing, na utumishi au na huduma hawataki kabisa, hawataki. Na hii ni uzoefu uliotokea kwa watu wengi. Kwa hiyo inawezekana kweli ni adui, lakini pia adui anaweza kupata upenyo kupitia jinsi ambavyo sisi tunaishi. Kwa hiyo kama kutakuwa na kitu chochote tutakachokuwa tunakifanya ambacho hakionyeshi integrity, hakionyeshi uadilifu, wenyewe wanajifunza moja kwa moja. Tunajua kwamba huyu mzee anaigiza kwetu hapa kwa watu kule nje anajifanya anaongea hivi, huku nyumbani anaongea tofauti. Baba anamfanyia mama, anavyoongea na mama ni tofauti na anavyoongea na watu kule anakofundisha. Kwa hiyo maana yake ni muongo huyo. Na ukishapata watoto wakajua kwamba, wakaamua ndani yao, wakajifunza kwamba wewe sio mwadilifu, hauwezi kuaminia, sio mwaminifu, umewapoteza hao. Kwa hiyo hiyo ni namna ya msingi sana ya kujifunza, kutofautisha. Na kwa hiyo tutakavyo tunaendelea, tunaona kwamba hii sasa ya kujifunza ndio yenye ufanisi mkubwa sana, hata kwenye Injili. Hata maagizo ya Bwana Yesu yalikuwa ni hivyo hivyo. Bwana Yesu alisema kwenye Yohana sura ya 13 mstari wa 32, alisema pendaneni kama vile mimi nilivyowapenda. Mkifanya hivyo, mkipendana, alisema amri mpya nawapa, mpendane kama vile mimi nilivyowapenda. Mkifanya hivyo, mkipendana kama vile mimi nilivyowapenda, watu wengine watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu.
Kwa hiyo ili watu wajue kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu, watakuangalia, wataangalia tu maisha yako, wataangalia unavyoongea, wataangalia your vulnerable positions. How do you conduct yourself? Yani unaenenda vipi wakati ukiwa peke yako au ukiwa kwenye mazingira fulani. Nitatoa mfano. Siku moja nilikutana na ndugu mmoja ambaye anajiita mchungaji. Kwa hiyo kwenye mazingira niliyokutana naye alikuwa anajiita mchungaji. Kwa hiyo mimi nilivyokutana naye, story alizokuwa ananipa, alikuwa ananipa story, na hata watu wengine walikuwa wanasema huyu ni mchungaji, wale watu tuliokuwa nao karibu. Kwa hiyo nilivyotoka siku moja nikaenda kukutana na kundi jingine la watu, nikawaambia bwana, yule fulani yule ni mchungaji. Yule mtu hakuelewa, akanibishia, anambia hakuna, yule sio mchungaji. Nikamwambia ni mchungaji, ngoja nikuonyeshe nani social media account yake, ni mchungaji yule. Nikamuonyesha, hakuamini kabisa. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana labda yeye alivyokuwa anamfahamu, jinsi alivyokuwa amemzoea, alikuwa haonyeshi kitu chochote kinachoashiria kwa uchungaji, hata kwa tafsiri tu ya mtu wa kawaida wa duniani. Kwa kuna vitu alivyokuwa anavifanya vilikuwa vinaonyesha kwamba huyu hamna chochote kuhusiana na uchungaji kwake. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu watu hawahitaji kusikia maneno unayosema ili wajue kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Wanahitaji tu kukuona jinsi unavyoenenda. Hawahitaji kusikia kwamba mimi ni mwanafunzi wa Yesu, mimi ni mhubiri wa Injili. No, hawahitaji. Wewe ukiwa kwenye mazingira uliopo, kafanya vitu vinavyofanana na mwanafunzi wa Injili, watu watajua, watu wataona na watajua na watatamani kuwa kama wewe. Sasa mimi kwenye mazingira niliyopo sasa, nafanya kazi na taasisi ya kidini ambayo watu wengi sana wanaji-identify kama wachungaji. Hapo ni changamoto kweli kweli. Kwa hiyo kuji-identify kama mchungaji haina maana kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu. By the way, mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, nabii na mtume anaweza asiwe mwanafunzi wa Yesu, anaweza akawa tu ni muumini. Manake hajatoka katika kiwango kimoja cha kukua akaenda katika kiwango kingine. Kwa hiyo jinsi tunavyoendelea tutaona vitu vyote hivyo. Ni kitabu kikubwa kidogo hiki nimekiandika, na kina mambo mengi, na nafikiri katika wakati wa kuongea sasa tutaongea mambo mengi kuliko ambavyo nilivyoviandika. Kusudi hasa la kufundisha hili ni kwamba Bwana Yesu anataka watu leo hii wafike kiwango cha kuwa watu huru, kuwa watu wasio kifungoni, wasio katika vifungo mbalimbali ambavyo vipo. Kuna vifungo vingi sana vipo katika ulimwengu, tunavyo. Kwa hiyo Bwana Yesu makusudi yake ni kutaka kuwafanya watu wawe huru, kwa sababu watu walio huru tu ndio wanaoweza kuihubiri, kuwafanya wengine kuwa huru. Hiyo imekaa vizuri. Ni watu walio huru tu ndio wanaoweza kuwafanya wengine kuwa huru. Kama mimi siko huru, siwezi kumpa mtu uhuru, siwezi kumpa mtu uhuru. Kwa ni lazima mimi mwenyewe niwe huru, ndipo ninapoweza kumpa mtu uhuru. Naweza nikamwelekeza mtu kwenye njia ya uhuru. Of course Bwana Yesu anawapa watu kuwa na uhuru, amenipa mimi kuwa na uhuru. Kwa mimi ninachoweza kufanya ni kuwaelekeza watu kwenye ile njia ya kuwa huru. Kwa hawa wanafunzi wa Injili ni watu ambao wako huru. Huru kwa vipi? Wamepewa uhuru na Bwana Yesu, na wanaudhihirisha ule kama matokeo ya ule uhuru. Wana kitu kinaitwa tunda la Roho. Ndicho Bwana Yesu alichokikusudia katika maisha ya wanafunzi wake. Mwanafunzi ni lazima aonyeshe, azae matunda. Ni lazima azae matunda.
matunda anayoyasema na ni lazima yadumu. Matunda anayosema yanaitwa tunda la Roho. Ukisoma kwenye Wagalatia 5:22 mpaka 23 ameelezea hilo tunda la Roho. Tunda sio kuwaleta watu kwa Yesu. Kwa mimi naweza nikawaleta hata watu milioni moja kwa Yesu kabisa, vizuri kabisa, lakini nisizae matunda yale ambayo Bwana Yesu ameyasema, tunda la Roho. Tunda la Roho sio kuwaleta watu kwa Yesu, sababu naweza nikawaleta watu kwa Yesu afu nikawafungia mahali fulani, nikahakikisha na wakamua, wananipa vitu vyao vyote, wanafanya vile vitu ambavyo mimi nataka wafanye. Hawawi wanafunzi wa Yesu, wanakuwa ni wanafunzi wangu. Hawawi huru, nimewatoa mahali fulani, nimewafungia mahali pengine. Na hicho ni kitu ambacho kinatokea sana. Yaani kuna ushuhuda mwingi sana wa kutokea watu ambao sio wanafunzi wa Yesu, ni wanafunzi wa watu wengine. Lakini Bwana Yesu yeye alitaka watu tuwe wanafunzi wake, wanafunzi wake. Soma Yohana 15:7-8 anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo kuwa mwanafunzi wa Yesu kunatokana na vile unavyozaa, matunda unayoyazaa. Matunda unayoyazaa. Katika sehemu inayofuata nitayataja hayo matunda. Kwa hiyo Yesu anatarajia kwetu kwamba tuzae matunda, na kule kuzaa kwetu matunda ndiko kunakotufanya kuwa wanafunzi wake. Tuendelee sehemu inayofuata.